fungu la 29. Na Mungu atatufundisha mambo mengi ndani ya wokovu. Ni vizuri unapolinda baraka ya wokovu ambayo Mungu amekupatia. Kuna baraka nyingi tunahitaji ndani chini ya dunia hii. Ni kweli Mungu ni mwaminifu, atatupatia. Lakini uzuri wa hii zawadi ya wokovu inatupeleka paka milele na milele kuishi na Bwana Yesu. Haleluya. Zawadi zingine zitaishia humu duniani. Zawadi za ndoa tumepewa, sawa, tunashukuru. Na mwisho wa siku, kuna siku itafikia, maana Yesu anasema kwamba kuna kipindi kitafika wawili watakuwa nalala, mmoja atatwaliwa. Kwa hivyo nataka kusema kwamba zawadi ya wokovu utaenda nayo hata ukiingia kaburini. Haleluya. Na utaamka upya tena na valisho mwili mpya wa kwenda kuirithi mbingu. Haleluya. Kwa hivyo nasoma Mwanzo 25:29. Biblia inasema hivi: Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa. Itanifaa mimi haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia. Akamwanzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Kitu cha kwanza nataka kuwafahamisha kwamba wokovu ni haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa nini ninasema hivyo? Yesu Kristo is our firstborn, then sisi tunamfuata. Kwa hivyo ile haki ambayo iko na Yesu uko nayo, haki ya kumwita Baba wa mbinguni Baba, haki ya kuitwa mwana wa Mungu, haki ya kupokea ule urithi ambao ni wa Yesu Kristo. Hata sisi tuko na hiyo haki. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Neno la Bwana ni ufunuo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo unaweza sema mbona hiyo haki ya wokovu tujaambiwa? Biblia inaniambia kwamba Yakobo na Esau walikuwa ni watoto wa Yakobo. Nimekatia kwa sababu ya muda, hatungeweza kusoma kuanzia mwanzo. Walipokuwa ni watoto wa Yakobo, walipozaliwa, Esau alikuwa mtu wa kwanza kuzaliwa. Yakobo akawa mtu wa pili. Kwa hivyo kulingana na mila za Waisraeli, ilikuwa kwamba mtoto wa kwanza akizaliwa anapewa haki ile ya kwanza ya uzao, baraka ya kwanza. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Kwa hivyo wewe jinsi umezaliwa kwa wokovu, uko na baraka ya kwanza ya kurithi mbingu, baraka nyingine ya kuitwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo wewe ufanani na mtu ambaye yuko duniani. Jina la Bwana na linuliwe. Kutoka kwa kuitwa watu wa Mungu, sasa sisi tunaitwa wana wa Mungu kwa sababu kuna haki tumepokea. Haleluya. Na tumeipokea kupitia kwa jina lililokuu, jina la Yesu. Jina la Bwana na linuliwe. Nimetoa tafsiri ya moja kwa moja ili tuelewane. Esau akapewa haki ya mzaliwa wa kwanza. Ya kwamba haki ya mzaliwa wa kwanza inakuwa hivi: wewe ndio kusema. Wewe uko na nguvu ya kubadilisha kila kitu ndani ya jamii. Wewe unaweza mua chochote ndani ya jamii. Kulingana na story, Biblia inaniambia kwamba siku moja Yakobo akawa amepika chakula chake kitamu. Esau naye alikuwa ametoka kwenda kuwinda. Esau alikuwa na haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo najua kabisa ya kwamba yeye ndio angefaa hata wakati mwingine apatie babake chakula kitamu, ili kwamba azidi kubarikiwa na bila shaka apewe ile baraka ya kwanza. Nataka kusema hivi, kuna mambo yanakujaga madogo madogo ya kutenganisha na Mungu. Tazama huyu Esau alipoenda kuwinda, aliporudi akawa amechoka sana. Na ndani ya kuchoka, Biblia inaniambia kwamba akaja kulilia chakula ambacho kilipikwa na nani? Ya Yakobo. Chakula ambacho kilipikwa kilikuwa si chakula kingine zaidi ila ni dengu. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Dengu.
Sisi sote watu wengine wanaidharau dengu, ni tamu. Iko cheap sana. Amen. Chakula ambacho kiko cheap sana. Dengu ya dogo soburu modoni ikawekwa hapa. Na kuja kufunua neno. Baada ya kwamba amechemsha dengu zake akaweka, ndugu yake ambaye ana haki ya mzaliwa wa kwanza akaja. Amesikia njaa zaidi. Alipokuwa amesikia njaa sana, akamwomba ndugu yake kwamba ampatie chakula. Na akamwambia na ndugu yake, chakula kenye nimepika ni hiki, ni dengu. Akamwambia basi inanifanya nini huu urithi wa mzaliwa wa kwanza? Kama niko na njaa namna hii, nipatie hiyo dengu na mimi nikupatie urithi wa mzaliwa wa kwanza. Amen. Amen. Shetani ana hila. Jina la Bwana na liinuliwe. Biblia inasema tumpige shetani naye atakimbia. Lakini wakati mwingi huwa tuelewi na hila zake. Anaweza kukuchezea mchezo wa kutoka kwa mpango wa Bwana. Haleluya. Ukaingizwa goal mara moja. Njaa tu ikamuingiza Esau goal. Akasema nitauvua huu urithi wa mzaliwa wa kwanza nikupatie Yakobo, lakini unipe hizo dengu. Biblia yangu inaniambia kwamba alipewa chakula cha dengu, akala akashiba, na mwisho wa siku Biblia inasema alikuwa ameidharau ile haki ya mzaliwa wa kwanza, akapewa tu chakula. Kimaandiko nataka kusema hivi, kwa ajili ya huo wokovu ambayo ni haki ya mzaliwa wa kwanza tumepewa na Mungu. Nimesema kwamba urithi unaweza pewa na mzazi ambao ni shamba ukaishia humu. Unaweza pewa urithi wa dini, maana tunaambiwa kwamba mali na kila kitu mtu anaweza pewa na wazazi, lakini mke mwema anatoka mbinguni. Ni kweli, akatoka mbinguni akashuka, lakini bado itafikia mwisho. Lakini wokovu haufiki mwisho. Ila sisi tunaufikisha mwisho wapi? Mahali tunafanywa hila na shetani. Haleluya. Amen. Tazama huyu Esau, kwa ajili ya chakula kimoja cha siku moja hakuweza kuvumilia. Akamua ya kwamba wacha nivue hii siri ama hii haki ya mzaliwa wa kwanza, nipeane kwa ndugu yangu anipe chakula, na yeye nimpatie hii haki ya kwamba yeye ndio atakaa kama mzaliwa wa kwanza. Kwa hivyo yeye ndio mwenye kusema sasa. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuelewa kwamba tukiwa wazaliwa kwanza katika Yesu Kristo tumepewa haki ya mamlaka. Jina la Bwana na liinuliwe. Lakini wakati shetani anaingia ndani mwako, anapokuhadaa na jambo moja na lingine, unakuta baraka zimetoweka, mamlaka yametoweka. Hata wakati mwingine unapomkemea anakuzomea kwa siri. Kwa sababu gani? Mamlaka ushapeana. Jina la Bwana na liinuliwe. Ujumbe uko deep kidogo, lakini najua tutaelewana. Haleluya. Natia Roho Mtakatifu atembee. Kwa na roho ya maelewano. Maana uko deep, lakini najua mtanielewa. Kwa hivyo Yakobo ikawa kwamba kwa chakula tu alianza kunyakua haki ya mzaliwa wa kwanza kwa ndugu yake. Ikawa sasa Yakobo ndio mwenye kusema. Wakati mwingine na Yakobo anaweza simamia nafasi ya shetani. Kuna mambo mengi ambayo shetani hutuhadaa nayo, wala kutokuwa mwaminifu. Biblia yangu inaniambia katika kitabu cha wa Galatia kwamba shetani ni baba wa uongo. Jina la Bwana liinuliwe. Kubunguta yaani mtu alipunguta kabisa burupaka. Basi la wokovu linavuka. Kwa sababu anataka kitu kupokea kwa mtu. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo tuelewe kwamba kuna vitu vyenye ibilisi hutumia. Maana anaambiwa kwamba ana hila, ili kwamba atutoe kwa mapenzi ya Mungu. Na bila shaka hii haki ya mzaliwa wa kwanza ikaweze kupungua nguvu. Maana unapokuwa na hii haki ambayo umepewa na Yesu Kristo kuitwa mwana, japo hatukustahili, akafa msalabani na tumekubalika kuitwa wana, ya kwamba vile anavyoita baba na sisi tunaita baba.
Jina la Bwana na linuliwe. Si wengi wanaofurahishwa na hii haki. Kuna mtu anakunyemelea kwa siri anyakue hii haki. Jina la Bwana na linuliwe. Ni kweli tumetabiriwa baraka kubwa, lakini wakati umenyang'anywa hii haki ya kuitwa mwana wa Mungu, damu zako hazitakuwa zinaitika mwana mfalme, damu zako hazitaitika kizazi cha kiungu. Hapo ndio shetani anaweka trick. Jina la Bwana na linuliwe. Nataka tuende katika Mwanzo hapo 27. Kitambo tuendelee na ujumbe, mtauelewa. Tuko pamoja kabisa. 27. Biblia inasema kwamba ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia mwanangu 27. Kuna bado nasikia watu wanafungua hapo Mwanzo 27. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia mwanangu, naye akamwitikia mimi hapa. Akasema, tazama, sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile nipendayo, ukaniletee ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijakufa. Na Rebeka akasikia Isaka alipokuwa anasema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo alete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama ninavyokuagiza. Enenda sasa kundini ukanitolee wanambuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu cha baba yako namna ile aipendayo. Kisha utapelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu mwanangu, usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wanambuzi. Akaenda akawatoa amletee mamaye. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile alivyoipenda babaye. Kisha Rebeka akaitoa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyekuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo, na ngozi ya wanambuzi akamvika mikononi na katika ulaini wa shingo yake. Naye akampa Yakobo mwanawe mkononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliofanya. Akaja baba yake akasema, baba akasema, mimi hapa, unani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali ukae kitako ule mawindo yangu ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe, imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali ili nikupapase mwanangu, nione kama wewe ndiwe mwanangu Esau ama sivyo. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa akasema, sauti ni ya Yakobo, lakini mkono ni mkono wa Esau. Wala hakumtambua, kwa maana mkono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake yenye malaika. Basi akambariki. Akamuuliza, wewe ndiyo kweli mwanangu Esau? Akasema, ndimi. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu ili roho yangu ikubariki. Akamsongezea karibu naye, akala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa
nikubusu mwanangu. Akamkaribia, akambusu. Naye akasikia harufu ya mavazi yake. Akambariki akasema, tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu na akupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie. We Bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako wakusujudie. Atakaye kulani alaniwe na atakaye kubariki akubariki. Jina la Bwana na liinuliwe. Biblia inanifundisha kwamba ni vizuri tunaposhikilia wokovu vizuri pasipo kuchafua. Maana hiyo ndio haki ya mzaliwa wa kwanza. Vile tumesoma ni kwamba Esau aliweza kuuza haki ya mzaliwa wa kwanza kwa sababu ya njaa ambayo alisikia. Na hicho chakula kikawa cha siku moja ambacho ni dengu. Na ile haki ya mzaliwa wa kwanza ikamondokea. Na maanisha kwamba haki ambazo tumepewa kwa wokovu unaweza hadaiwa na shetani zikakuondokea. Na hivyo katika maisha yako utakuwa na wokovu mgumu, ama penginepo uwe na wokovu wa kunena katika kinywa lakini ndanini mwako uwe haupo. Kwa mfano kama Esau, katika ulimwengu wa nje wazazi wake walimtambua ya kwamba ni mzaliwa wa kwanza, lakini katika ulimwengu wa roho haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa ishamondokea. Haleluya. Amen. Najua kwanza hapo tunaanza kuendelea na ujumbe. Tunaelewa? Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Ilikuwa ya kwamba mzazi wakati anaaga ama kama anaona siku zake zinaenda, anaita mzaliwa wa kwanza ambariki. Mzaliwa wa kwanza wa Isaka alikuwa ni Esau. So Biblia inaniambia kwamba siku za Isaka zilikuwa zimeenda hata macho yanapofuka. Kwa hivyo haelewi mtoto wake huyu ni yupi, huyu ni yupi. Biblia inaniambia kwamba alimwelewa Esau ama alimjua na kumfahamu kupitia kwa harufu ya mavazi yake. Kila mtu uko na irumba yake. Haleluya. Wewe jamu kasamani cha ni rumba. Sijui ijirumba ja Esau kwa ndeje kwa kibaba. Biblia inaniambia kwamba akawa amemwita Esau. Hapo sikie ujumbe vizuri. Alipomwita Esau alikuwa mbariki, maana ni uzao wake wa kwanza. Jina la Bwana na liinuliwe. Alipomwita Esau, Yakobo hakujua ya kwamba kuna siku Esau amelemewa na njaa, akaweza kuuza haki ya mzaliwa wake wa kwanza kwa ndugu yake. Kwa hivyo katika ulimwengu wa nje alijulikana kama mzaliwa wa kwanza, lakini katika ulimwengu wa kiroho Yakobo ndo mzaliwa wa kwanza kwa sababu yuko na ile haki. Nataka kusema hivi, sisi tumepewa wokovu wa kiungu, lakini wakati tumekataa ile haki tukachafua wokovu, kuna watu ambao wameamini Mungu ni kweli hajakiri. Jina la Bwana na liinuliwe. Lakini ndanini mwake anaamini ya kwamba Mungu yuko. Hawa watu ndio wanatupita mbele. Haleluya. Wananyakua vile ambavyo ni vyetu. Kuna baraka nyingi za Wakristo zimenyakuliwa. Ni kweli mimi na wewe ndio tunafaa tuwe na magari. Ni kweli mimi na wewe ndio tunafaa turithi dunia kulingana na neno la Mungu katika Deuteronomy 28, Kumbukumbu la Torati 28, ya kwamba tutabarikiwa tuingiapo na tutokapo. Tutabarikiwa mashambani na mijini. Tutabarikiwa kikapu chetu cha kukandia unga. Tutabarikiwa kazi za mikono yetu. Maadui zetu watakuja kwa njia moja, watatoweka kwa njia 7. Tutakopesha wala hatutakopa. Hiyo ni Deuteronomy 28. Hizo ni haki za mzaliwa kwanza. Lakini wakati mwingi sisi ambao tumeokoka, dede melo imbiri ndio tusekiri. Kwa sababu kuna watu ni kweli hajakiri kama mimi akapata ile haki, lakini anamwamini Mungu ndani yake. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Esau
Wacha nirudi kwa ujumbe nielezee ndio mnipate vizuri. Isaac akaita mwanao wa kwanza. Kama vile jinsi ulivyo umepokea Yesu, mbinguni uko na chapa ya kiungu ya kwamba unatambulikana mpaka mbinguni, yule ni wangu. Lakini ujapojichafua, Mungu anakuondokea. Haleluya. Kuna mambo mengi ambayo Mungu ametuahidi, wakati mwingine tunayakosa, na si hapa duniani tu, hata na ufalme wa mbinguni. Amen. Haleluya. Biblia inaniambia kwamba Isaka akamwita mzaliwa wake wa kwanza. Alipomwita akamwelezea, akamwambia, mwanangu, nahitaji uende mawindoni, enda uinindie mnyama mzuri, unitengenezee kitoweo ili nikubariki, maana siku zangu za kuishi duniani ni kama zinayoyoma. Esau akaja kwa babake. Alipopata ujumbe akatoka akaenda mawindoni. Kumbe mamake ambaye ni Raheli alikuwa kando anasikia ujumbe. Haleluya. Hata tukiwa mahali hapa ile Mungu anakunenea, kumbuka kwamba hata shetani anayasikia. Wakati umelinda wokovu, unalinda wokovu wako, hiyo defense ya mema yako. Haleluya. Unapolinda wokovu ni defense ya mema yako. Lakini kwa sababu Esau aliuza haki ya mzaliwa wa kwanza, tazama, Mungu alifungua mamake masikio ya kuweza kusikia mambo ambayo alikuwa ananong'onezewa na babake. Alipokuwa anaambiwa, ende mtengenezee mawindo, akakimbia mbio, akaenda kutengeneza mawindo ili alete babake ambariki. Lakini kuna maroho, monitoring spirits tuko nazo, na ulinzi wa baraka yako ni wakati umelinda wokovu. Nataka kusema monitoring spirits hasitakuweza. Huyu mama anatumika kama monitoring spirits, ya kwamba alikuwa na monitor baraka za kijana wake wa kwanza. Alijua kabisa huyu ndio mbarikiwa, na kwa sababu huyu kijana aluza haki ya mzaliwa wa kwanza, ile monitoring spirit ilipata nafasi. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Kuna watu walingojea baraka zikabaki hewani. Kwa sababu gani? Ameenda akajichanganya na mambo mengine, akajiondoshea ile haki ya mzaliwa wa kwanza, haki ya kuitwa mwana wa Mungu. Maana baraka nyingi, wapendwa, tunapewa kwa ajili ya hii haki ya kuitwa wana wa Mungu. Haleluya. Tukaambiwa kwamba tutakuwa watoto wenye damu za kifalme, tutakuwa watoto wenye damu za baraka. Haleluya. Hata wakitulani hatutalaniwa kwa ajili ya hizo damu. Lakini wakati unajichanganya ama shetani anakuhadaa, unaingia kwa dhambi, unakuta kwamba ile haki ya mzaliwa kwanza ambayo ni wokovu, unapoichafua unaondoka kwa mpango wa Bwana. Esau alikuwa ameondoka kwa mpango wa baraka. Ni kweli baba yake alimwita, akamwambia wa kwanza, ende unifanyie ABCD. Babake hakutambua yale watoto wake waliweza kufanya. Mamake ambaye alivaa Yesu Ramonta spirit akawa nasikia. Haleluya. Hata mkitabirio hapa pia shetani huwa ana masikio. Hiyo baraka unalinda kupitia kwa kulinda wokovu wako. Jina la Bwana na linuliwe. Kwa kusimama kwa mpango wa Bwana kamili. Unapojichanganya baraka zitakutoweka. Na mimba ambazo umezibeba zinaharibika. Lakini natangaza kuna mimba itaharibika kabisa. Amen. Haleluya. Amen. Hakuna mimba ambayo tumebeba itaharibika. Maana Mungu siku ya leo anatengeneza mambo. Jina la Bwana na linuliwe. Mungu anatufundisha kabla. Anapoona hatari anatufundisha. Hivyo hiyo roho ya kuza haki ya mzaliwa kwanza imeonekana. Jina la Bwana na lipewe sifa. Haleluya. Huo kwanza ndio ujumbe mzuri zaidi. Ndio la baraka barikiwe. Amen. Biblia inaniambia kwamba Yakobo mamake ambaye Yakobo mamaye ambaye ni Rachel akawa yuko kando akasikiza vile baba anamwambia mwanae, nataka kukuambia kwamba hata yale Mungu anakunenea
Jina la Bwana na linuliwe. Shetani pia huwa na masikio. Kwa hivyo tusipokuwa careful na kulinda zile baraka kupitia kwa kulinda okovu, zitanyakuliwa. Haleluya. Na hatutaki baraka zetu zinyakuliwe. Ndio maana Mungu anatufundisha jinsi ya kusimama kwa pengo mpaka ukazipokea hizo baraka. Jina la Bwana na lipewe sifa. Baraka za ufalme wa mbinguni pamoja na baraka za duniani. Biblia yangu inaniambia kwamba Rebeka akamwita Isaka. Akamwita Yakobo. Akaja akamwambia kwamba nasikira ndio ukigora. Ya kwamba Esau wende uinde. Umbonye rekto wetu boy na umrasmi. Lakini kwa nini Rebeka aliweza kuelewa na mambo haya ama Mungu akamruhusu asikie? Ni kwa sababu kihaki kabisa haki ya mzaliwa wa kwanza iko na Yakobo, haiko na Esau. Unaelewa? Kwa hivyo wakati mwingine unapopoteza thamani ya wokovu wako ukajichanganya, unasababisha shetani kuingia katika maisha yako na kuhijack zile baraka ambazo Mungu amekuandalia, ama aidha akaziharibu kabla hujazipokea. Ndio maana unakuta watu ambao physical wala wanaanza kutangaza neka na mzigo kwa mrimwe, ndikao hayo mambo huharibika. Jina la Bwana nalinuliwe. Amen. Ya kwamba hakuna ulinzi kwa hilo, kwa sababu kuna katika njia moja ameweza kujichanganya na mengine anayesema kwa binadamu. Jina la Bwana nalinuliwe. Amen. Kwa hivyo Rebeka akawa kwamba amepata hii siri ya Esau, na amepata kwa sababu gani? Mungu alifungua masikio ya Rachel akaanza kusikia mambo ambayo Esau alimnenea. Isaac alimnenea Esau. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yakobo mwenyewe ndo alijikoroga. Esau mwenyewe ndo alijikoroga, akapeana haki ya mzaliwa wa kwanza kwa Yakobo. Biblia inaniambia kwamba Rebeka akamwambia Yakobo ya kwamba toka mwanangu, ende ulete mbuzi mbili. Ya kwanza nitakutengenezea wewe ngozi uingize kwa mikono. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Ufanane na Esau. Alafu ya pili nitakusaidia kutengeneza kitoweo kizuri upelekee babako, ili kwamba upokee hizo haki za mzaliwa wa kwanza. Kikweli kabisa, kulingana na Isaac, anajua kabisa Esau ndio angepokea hizi baraka, lakini yeye kwa sababu hakuwa amelewa na mchezo ambao umechezwa, akamwambia Esau aende alete kitoweo. Huku nako Yakobo ndio sasa yuko na haki ya mzaliwa kwanza. Wapendwa, tusipokonywe haki zetu na ibilisi. Haleluya. Amen. Tusipokonywe mamlaka na ibilisi, tusije tukajichanganya. Kuna mambo mengi Mungu ametuandalia, tujilinde. Kwa hiyo linda wokovu wako. Haleluya. Kuliko ile nguo nyeupe ambayo unailinda. Haleluya. Linda wokovu wako mpendwa. Jitoe kwa mpango wa shetani, ingia kwa mpango wa Mungu kabisa kabisa. Haleluya. Unapoenda mahali ambapo hakustahili, unachanganya baraka zako na unajichafua. Lakini nataka kusema kwamba Mungu ni kweli na hiyo haidi lazima atatenda. Haleluya. Lakini ninapojichanganya namwambia Mungu, najiwekea mpaka mimi mwenyewe kwa Mungu. Haleluya. Yakobo Esau alijiwekea mpaka mwenyewe kwa baba yake. Kwa hivyo siri ikasikika kwa Rachel. Akaenda wakatafuta mwanambuzi. Mwingine akatengeneza manyo yake akaingiza kwa mkono. Maana Esau alikuwa na malaika. Babake alimtambua kwa malaika kwa mikono. Biblia inaniambia kwamba Yakobo alienda akatengeneza kitoweo mara moja, akaletea babake. Kikweli kabisa, Yakobo ndio amevaa haki ya mzaliwa kwanza. Na hivyo ndivyo tunapopokonywa haki zetu na wale ambao wako nje. Kwa sababu gani? Kuna watu wako nje, lakini nataka kukwambia wako na matendo mazuri hata kushinda sisi ambao tunajiita walokole. Ndugu zetu Waislamu ni watu ambao wanamuogopa Mungu wao.
Hata kama tunaambiwa naabudu Muhammad, lakini kivingine wanaabudu Mungu aliye hai. Kitu cha kwanza, wana upendo. Hapo ndo tumeuza haki yetu ya mzaliwa kwanza. Maana Wakristo hatupendani. Jina la Bwana na liinuliwe. Mungu anapotazama kanisa, kama hakuna upendo, hata yote aliahidi hayatatimia. Lakini wakati mwingine anapeleka hata baraka kwa hawa ndugu zetu, unaona wakifanikiwa, unaona wakiendelea vizuri, na unashindwa sisi ndo tunamjua Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Najua sasa unakuja unaelewa na ujumbe sasa. Biblia yangu inaniambia kwamba Rachel na mtoto wake ambaye ni Yakobo wakatengeneza kitoweo kizuri, wakakipelekea Isaac ambaye ni bwanake. Walipokipeleka, Yakobo akajiintroduce kwa babake. Yakobo, baba, nimekuja na kitoweo ndio hiki nimetengeneza. Biblia yangu inaniambia kwamba baba yake akamwambia, songa mwanangu nikubariki. Alipopiga magoti, Biblia inaniambia kwamba Isaac alianza kushangaa, kwa sababu akishika mtoto mkono ilikuwa ni Esau, lakini sauti ni ya Yakobo. Wakristo tumejikosea na jambo moja katika nyumba ya Bwana. Ni kweli tumeitwa walokole, na nataka kuambia kwamba katika nyumba ya Bwana kuna grupu tatu za watu. Kuna mataifa, kuna vuguvugu ndio wengi, na kuna hawa ambao wamelinda mavazi. Mungu anatafuta mchana mwema wa leo mtu ambaye amelinda haki ya mzaliwa wake wa kwanza, haki ya uzaliwa wa kwanza ambaye ni wokovu, mtu ambaye amelinda wokovu. Haleluya. Biblia inaniambia kwamba ni kweli Yakobo alienda kwa babake akiwa amepewa haki ya mzaliwa kwanza na ndugu yake aliuziwa. Aliposimama kwa babake, babake alipomgusa alihisi kwamba huyu ni Esau kwa sababu ya manyoya. Jina la Bwana na liinuliwe. Na kwa sababu huyu bwana tena alivaa mavazi ya Esau, babake akasikia harufu ya Esau. Kwa hivyo akaanza kufikiria huyu ni Esau. Lakini babake tena kidogo akataka akagundua. Akasema, lakini nashangaa. Ngozi ni ya Esau, lakini sauti ni ya Yakobo. Wakristo hatuwezi mfulu Mungu wakati mwingine. Tunaenda mbele za Bwana tukiwa na mavazi meupe tukiwa kanisani, lakini ndani kuna mambo yamefichika. Kwa nje na kina Esau, tunaporuka na kina Esau, tunapoimba na kina Esau, lakini sauti ni za kina Yakobo. Baba yao alikuwa kipofu, lakini kidogo Mungu alimsaidia na hii hekima. Lakini kwa sababu ilikuwa ni sauti tu na kuna harufu, kuna watu wananuka kiungu lakini hawana Mungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Ukipita hivi tuko na harufu ya Mungu, lakini ndani mwetu Mungu hayuko. Mungu anatufundisha jambo. Haleluya. Tupate wokovu wa kweli, wa kamili. Hata yule ambaye hujaokoka umefuata dini, ama hapo umefuata labda kufunguliwa, kama hujaokoka kubali kuokoka. Kuna wengine wanajifungia hii haki, wanajifungia baraka zao kwa sababu wanapenda mchungwa na wanapenda machungwa lakini hawapendi mchungwa. Haleluya. Kuna watu ambao wamejifungia, hawataki Yesu Kristo lakini wanataka kufunguliwa. Haleluya. Hao ndio nasema kwamba ni kweli nje ni harufu ya Esau, lakini ndani ni Yakobo. Watu ambao wako na nafsi mbili. Kuna Wakristo ambao wako na nafsi mbili. Hata wakati unaomba unamletea tu hivi ati hivi. Unashindwa huyu uko vipi? Tuseme kama mnyama popo ambaye si ndege, si mnyama. Wewe muelewe huyu ndege. Jina la Bwana liinuliwe. Watu ambao tumeokoka, inafaa kama tumeingia kwa Bwana tuingie kabisa. Tazameni matendo ya Mungu ambayo anatenda mahali hapa. Sije tukamwangusha Mungu pale nje. Biblia inasema sisi ni chumvi ya dunia. Sisi tena ni nuru ya ulimwengu. Haleluya. Unapofungulia mahali hapa kunaangaza mpaka kijijini.
Jina la Bwana na linuliwe. Nakuja kwa story. Yakob alipoleta, babake aliposikia harufu ya Esau na mavazi ya Esau ameyachukua akayavaa. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Babake alimwita akambariki. Ndio alidoubt kidogo, lakini aliweza kumbariki na baraka za kipekee. Na hapo nyuma ukisoma pia Esau alikuja na ikabidi akamlilia babake akabarikiwa. Lakini sasa amebarikiwa na baraka za mzaliwa wa pili, si ule wa kwanza, maana hizo baraka special. Jina la Bwana na linuliwe. Nataka kusema kwamba kuna baraka special zenye Bwana ameandaa kwa ajili ya wote ambao wanalinda wokovu. Unapolinda wokovu wako, si baraka za duniani pekee yako unapata. Unaenda kurithi mbingu pamoja na Bwana Yesu. Haleluya. Twende kwa Ufunuo wa Yohana. Nitarelate tena huu ujumbe kuna Esau. Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 3. Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 7. Inaanza na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika. Naanza kusoma hapo. Haya ndiyo anenaye yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungwaye, naye afunga wala hapana afungwaye. Na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. Kwa kuwa umelishika neno la subra yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujulia ulimwengu wote, kwa jaribu wakao juu ya nchi. Naje upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akakitoa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hawatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Yeye aliye na sikio na alisikie neno lile ambalo Roho ayambia makanisa. Jina la Bwana na linuliwe. Yakobo baada ya kuvaa hila aliweza kubarikiwa baraka za mzaliwa kwanza, lakini ukweli ni kwamba ingefaa abarikiwe, maana ile haki ya mzaliwa wa kwanza alikuwa amepewa na ndugu yake. Kwa hivyo tusiuze ujasiri wetu kwa watu wa nje, ama tusichafue wokovu, ili kwamba tunapochafua wokovu tunajifungia wenyewe kupata zile baraka. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Haleluya. Kama unabarikiwa sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Biblia yangu inasema hivi katika Ufunuo wa Yohana, haya ndiyo anenaye yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hakuna hapana afungaye, naye afunga hapana wa kufungua. Tukirudi nyuma kwa ujumbe ule nimesoma, Isaac hangeelewa na trick ambayo watoto wake walifanya. Pamoja na hayo, Yakobo aliweza kupokea ile haki ya mzaliwa wa kwanza. Tukija hapa, Mungu anasema nini? Tazama, Isaac alikuwa ni mwanadamu. Biblia inasema alikuwa kipofu, hangeweza kuelewa. Watoto wake akawapatia haki ya sawa, ama hata kile kilifanyika akaelewa. Lakini nakuletea ujumbe wa kumwelewa huyu Mungu tuliye naye. Haleluya. Mwanadamu anaweza kuchanganyikiwa. Isaac aliweza kuchanganywa na watoto.
akabariki vile aliweza kubariki, na mchezo ambao ulichezwa na watoto ukaweza kufanikiwa. Maana Yakobo alipata haki ya mzaliwa wa kwanza. Lakini naja hapa, nataka kusema tunaye shahidi mwaminifu mbinguni. Haleluya. Amen. Mungu hautamdanganya vile kina Isaac waliweza kudanganywa na watoto. Haleluya. Amen. Kama unanielewa sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Biblia yangu inasema hivi, haya ndio anenaye yeye aliye mtakatifu. Huyo ni Mungu anayenena haya, aliye wa kweli, aliye na ufungua Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hakuna afunguaye. Huyu Isaac alikuwa ni mwanadamu, akashindwa kutangua mambo ndani ya watoto wake. Vile wanadamu wengine pia wamechochea kuondoa haki ya haki ya mzaliwa kwanza. Maana hata watumishi wanachangia kuondoa hii haki, lakini hapo singili sasa. Lakini Mungu anasema hivi, haya ndiyo asemaye, anenaye yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, na ufunguo wa Daudi. Haleluya. Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hakuna kufungua. Unaposhikilia haki yako ya mzaliwa wa kwanza vizuri, ambaye ni wokovu, ni kweli Esau aliuza yake kupitia kwa chakula, lakini wewe unapokataza ukakataa kuuza haki yako ya mzaliwa wa kwanza, haya ndio Mungu anakunenea. Yeye aliye mtakatifu. Haleluya. Afunguaye wala hakuna anayeweza kufunga, na afungapo hakuna wa kufungua. Yeye si kama Isaac achanganyikiwe na papasa. Yeye Mungu ni tofauti. Haleluya. Anabaki kuwa Mungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Unapodumisha wokovu wako, kuna mambo ambayo Bwana anakunenea. Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye, na yajua matendo yako. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Na yajua matendo yako. Huyu Mungu wetu si kama mzazi wako. Unaweza mdanganya mzazi vile kina Yakob na Esau wanaweza kufuata miracle wakapata baraka, lakini huyu Mungu si wa kudanganywa. Ni mtu aliye na macho, hayuko kama Isaac ambaye alikuwa kipofu. Haleluya. Ni Mungu anayeona. Kwa hivyo ndio maana anataka kwamba ukalinde haki ya wokovu wako. Maana yeye akifungua, aliposema kwamba amefungua baraka zako, ni kweli amefungua na hakuna kufunga. Jina la Bwana na liinuliwe. Akasema kwamba najua matendo yako. Tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga. Esau alipewa mlango ambao umefunguliwa baraka mbele yake, lakini ndugu yake akageuka akaufunga. Natumia mfano wa Biblia. Jina la Bwana na liinuliwe. Lakini wakati umelinda wokovu, Esau alifungiwa mlango na ndugu yake wa baraka. Ndugu yake akapokea baraka mzaliwa kwanza. Kwa sababu gani? Yeye mwenyewe alijikoroga. Lakini wakati Mungu anajua matendo yako, anasema kwamba nimefungua mlango mbele yako na kuna mtu atakayeweza kufunga. Jina la Bwana na liinuliwe. Ya kwamba yote ambayo Bwana amenena kwako, hakuna mwanadamu anaweza kuyaondoa. Lakini wakati umeenda kinyume, ukatenda kinyume na mapenzi ya Bwana, hapo unaweza haribu. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Najua hapo hatusemi amen, kwa sababu tuko na dhambi za siri. Ndio leo Mungu amekuona. Anajua matendo yangu, anajua matendo yako. Matendo ambayo unatenda, Mungu anataka uweze kugeuka, yasije akakuzuia baraka zako. Jina la Bwana na liinuliwe. Na si baraka tu zitakuzuia, pamoja hata na kwenda kuona Mungu. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Anasema kwamba tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga,
Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu. Mungu anaangalia ile nguvu kidogo kunayo. Umeamua kutunza wokovu, basi Mungu ananena mambo makubwa kukuhusu. Haleluya. Amen. Kama umetunza wokovu sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Na Mungu anaendelea kututia moyo tuendelee kutunza wokovu, maana anaangalia ndanini mwetu, anaona tumelipokea neno, tukalitunza lile neno. Ni kweli tuko na nguvu kidogo, hata yeye anatuelewa, lakini pamoja na hayo anasema amefungua mlango mbele zetu. Jina la Bwana na liinuliwe. Katika hali ya kutunza wokovu kuna mlango special umefunguliwa kwa ajili ya kila mmoja. Amen. Haleluya. Haleluya. Tutamaliza hata kama nje imeingia tutamaliza. Haleluya. Haleluya. Tutamaliza. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Yule ambaye hakuweza kutunza wokovu wake, kutunza haki ya mzaliwa wa kwanza, alijikuta amepitwa mbele na mwingine. Kwa hivyo wakati unachafua wokovu, unakuta kwamba baraka zako watu wanapita mbele na wanazinyakua. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Uko mtu avangula kazi, uchenda kwa zurai nafasi ngulo ni mtu mzima. Hatutaki iwe hivyo. Ndio maana Mungu anatufundisha. Maana shaanza kufungua mbingu. Alisema mwaka huu ni mwaka wa maajabu. So Mungu hataki ukose maajabu yako. Yakobo aliyakosa, Esau aliyakosa kwa kuuza haki ya mzaliwa kwanza. Lakini Mungu hataki wewe uyakose. Anataka uyapokee. Haleluya. Ile haki yako ambayo Mungu amekuandalia ukaweze kuipokea. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya mguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda. Wokovu ni baraka special ya upendo kutoka kwa Mungu. Ndio maana Mungu anasema ya kwamba John 3:16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mtoto wake wa pekee, ili kwamba kwa yule ambaye ataamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Jina la Bwana na lipewe sifa. Amen. Upendo ambao tumependwa nao na Kristo akatupatia hii zawadi ya wokovu. Tazama hapo Mungu anasema kwamba nitakupatia wa sinagogi la Shetani, watu ambao wamejifanya ni Wayahudi. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Waje kwako wakusujudie. Hawa watu ni watu aina gani? Ni wale watu ambao wameingiwa na roho za kunyakua baraka za wengine, kama mamake yako ambaye alimfundisha kijana wake roho ya hila ya kupokea haki ya mzaliwa kwanza. Hao ndio wa sinagogi la Shetani, watu ambao kuna monitoring spirits. Sikia vile Mungu anasema, wakati umelinda wokovu, wale ambao ni wa sinagogi la Shetani lakini wamejifanya ni Wayahudi katika nyumba ya Bwana. Wayahudi watu ambao wameokoka, wanamjua Mungu, lakini hawa wa sinagogi la Shetani wameingia nyumba ya Bwana wakajifanya ni Wayahudi, kumaanisha ya kwamba wameingia katika nia moja ya kupapura baraka za wengine. Kama uko hapo unakuja kupapura baraka, leo nakwambia ni mwisho. Amen. Amen. Kuna watu wanakuja kubadilisha baraka za wengine, wananyakua. Hiyo roho ya kunyakua itaonekana hapa. Amen. Kwa sababu Mungu mwenyewe anasema kwamba wakati umelinda haki ya mzaliwa kwanza, atakupatia walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi nao sio, bali wanena uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako. Haleluya. Watu ambao wanapapura baraka kama kina Rachel, ambao wanatumia nia ama hila ili kunyakua baraka za wengine. Tunaelewana? Hao Mungu atafanya kwamba badili wanyakue baraka zako. Kuna watu wanaambioga mwezi tunakupandisha cheo, unangojewe cheo milioni. Kuna mtu amepita mbele akafanya jambo. Watu kama hao, haleluya, watu kama hao ambao wanapinga baraka za wengine. Wakati umelinda wokovu wako, tazama wachawi kijijini ambao wanapinga maendeleo ya wengine, Mungu anawafanya
kuja kusujudu chini ya miguu zako. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Wenye wanakuja kwa ibada hata kupeleleza, wenye wanaingia kwa siri. Watu siku moja Mungu anaomba nitabona na Mungu. Kuna mama mmoja ameingia kupeleleza. Hata nikashangaa, nikasema kumbe tuko hapa kwa 100. Kwa hivyo hao ambao wanakuja kupeleleza, nataka kusema kwamba Mungu anasema kwamba ni wa sinagogi la shetani. Wanatuma kuja kuangalia ni nani ameombewa, nani ameanguka na kwa nini ameanguka. Tunataka kurudisha hayo mapepo kwake. Hao ni wa sinagogi la shetani, wenye wanapigana na ufalme wa Mungu, wenye wanapigana na baraka zako. Mungu amesema utaolewa, wao wanasimama hapo hataolewa. Wa sinagogi la shetani. Kuna kikundi kikubwa maana Mungu anasema ni wengi. Lakini kuna ujumbe kwa watu hao ya kwamba wakati umelinda wokovu, Mungu anawafanya waje kusujudu chini ya miguu zako. Haleluya. 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 Ya kwamba watasujudu mbele ya miguu yako na kujua ya kuwa nimekupenda. Inabidi Mungu akuzingire na upendo wake. Wajue kwamba kuna mtu amekupenda. Hata kama wamekukataa, watajua kwamba kuna mtu amekupenda. Hata kama anakurushia maroho, watajua kwamba kuna mtu anakupenda. Watajua kwamba kuna mtu amesimama upande wako. Kuna mtu ambaye anakulinda. Haleluya. Kulinda wokovu ni ulinzi. Ni kuriga kwa Bwana. Haleluya. Kitaita chama ngwa kuriga. Kwa rigilon Bwana. Vijana masoga hapo lakini hawataweza kukugusa. Wao kama chupa ambayo tembe ya hindi ambayo iko ndani ya chupa. Huko anajaribu kudona, mdomo wake unateleza. Haleluya. Watajaribu kupigana na wewe lakini hawataweza. Kwa wakati wa Raheli ambaye alipigana na baraka za Esau akaweza kushinda, hao hawatashinda. In the mighty name of Jesus. Kama umelinda haki ya mzaliwa wako wa kwanza, hawatashinda. Na nasema hawatashinda. Watainuka kwa design zote, lakini wewe utakuwa mshindi. Utanyakua baraka zako. Zile Bwana amekuangalia. Utanyakua baraka zako. Utanyakua baraka zako. Utanyakua baraka zako. Katika jina la Yesu. Maana kuna wengine baraka zao za kuolewa zinanyakuliwa na mashetani usiku. Kuna mtu aliniambia alikuwa na mtoto kwa tumbo. Akawa naota kwamba kuna mama mrefu anachukua mtoto kwa tumbo. Na mama hakupokea huyo mtoto kwa sababu aliniambia wakati hiyo story imetokea. Mtoto akarudi nyama. Lakini Mungu alikutambariki. Amen. Amen. Kwa hivyo wale ambao usiku unaonyeshwa kwamba baraka zako zinanyakuliwa, mtu anakufukuza kupokonya kitu, nasema kwamba baraka mtu atapokonywa mali yako. Amen. Raheli alifaulu, akanyakua baraka za kijana wake Esau. Lakini Esau ndio alijichanganya, maana aliuza haki yake mwenyewe ya mzaliwa kwanza. Tunaelewa? Wakati unalinda wokovu, huo ni ulinzi wa baraka zako. Jina la Bwana na liinuliwe. Ya kwamba Mungu anakutetea mpaka mwisho. Maana amesema yuko pamoja na sisi hadi ukamilifu wa dahari. Ukamilifu wa dahari ni mahali ambapo umepokea haki yako. Haleluya. Ukamilifu wa dahari ni mahali ambapo umepokea baraka zako. Kama ni uponyaji, umepona completely. Hakuna wakati utapona tena shetani aanze kukupandia magugu. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo wasinagogi la shetani watainama chini ya miguu zako na watajua kwamba Mungu amekupenda. Biblia inasema kwa kuwa umelishika neno la subra yangu, nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote kwa jaribu wakao juu ya nchi. Naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitoa haki yako. Mungu anatuonya kwa sababu kuna watu vinara vimeenda kitambo, taji zimeenda kitambo. Haleluya. Haleluya. Kama kwa Esau alikuwa bado anaringa, mimi ni mzaliwa kwanza. Mamake anafikiria kweli na babake ni mzaliwa kwanza. Lakini taji ilienda na Yakobo kitambo. Haleluya. Kuna watu taji zao zilienda na ibilisi kitambo. Lakini Roho anatupatia tahadhari
ya kwamba linda sana ulicho nacho. Haleluya. Si baraka ya rohoni, si baraka ya mwilini, si wokovu wako. Linda sana ulicho nacho. Narudia tena, linda sana ulicho nacho. Asije mtu akikuchukua. Haleluya. Katika nyakati hizi Wakristo wengi wamebaki na taji ya mdomo ya kwamba niliokoka, nampenda Bwana. Lakini kinara kilienda na shetani kitambo. Taji ilienda na shetani kitambo. Tumebaki tu sisi ni firstborns. Tunafanana na Yesu Kristo. Lakini Mungu anapotazama ulitoka kwake kitambo. Haleluya. Dhambi inatutoesha kwa Mungu. Na nasikitika kwa sababu Mungu anasema anakuja kuchukua kanisa. Ni kanisa gani atakalochukua wakati sote taji zimeenda? Lakini kwa kanisa hili natangaza taji hazitaenda. Amen. Haleluya. Amen. Na nina uhakika nikisema hivyo. Amen. Kwa sababu siku moja Wednesday nilionyeshwa kila mtu kuna taa. Amen. Wednesday. Wengi wako. Hiyo siku watu wote walikuwa na taa. Isipokuwa mtu mmoja. Na nilipomaliza ibada, huyu mtu mmoja alinifuata. Ananiambia, mtumishi, umesema mtu mmoja hana taa. Basi ni mimi. Akasema ni mimi. Kwa sababu niliokoka nika backslide. Na karudi kwa Bwana. Haleluya. Amen. Ndugu wa mbingu tumpigie makofi. Amen. Naonyesha kitu live. Ya kwamba ipo kweli. Tazi kaonekana. Lakini Mungu Roho akasema kwa wale ambao tulikuwa hiyo siku wajua tuna miss maibada sana, lakini mnapitwa na mambo mazuri. Mmoja ndugu mwa mbingu mimi sio ni kusema maana alikuwa amebackside, lakini siku akaniambia, dada naje nimekuja niambie nirudi kwa Bwana maana taa yangu haiko na taa ikarudishwa. Jina la Bwana na linuliwe. Haleluya. 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 Kwa hivyo nataka kusema kwamba Roho anatuonya, linda sana ulicho nacho. Linda wokovu wako kuliko kile kingine ambacho unakilinda. Haleluya. Unapolinda wokovu wako kuna mambo mengi ambayo Mungu anakutenganisha nayo. Haleluya. Naendelea kimaliza. Akasema kwamba yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka huko tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba wakati mtu ameshinda, kama juzi nilihubiri kuhusu Yusuf, alikuwa ameshinda, akakataa dhambi akakimbia. Jina la Bwana na linuliwe. Kwa hivyo wakati tunakataa dhambi, tunakaa karibu zaidi na Mungu. Kwa hivyo Biblia inaniambia kwamba Yesu anaandika jina la Mungu wako juu ya kipaji cha uso wako, ya kwamba hata ukiwa duniani wewe unakuwa tofauti. Haleluya. Utakuwa kama watu wa kawaida. Jina la Bwana na linuliwe. Ya kwamba katika kipaji cha uso wako Mungu amesha kupiga muhuri. Jina la Bwana na linuliwe. Hapo juu alitaja kuna majaribu yatakuja ndani ya dunia yote. Najua kwamba mwenye atakuwa amepigwa muhuri na Bwana, hata kunapokuja alama ya madevelopment ya 666, hicho kipaji cha uso wako kitakutetea, maana kutakuwa na muhuri wa kiungu ambao umepigwa na Yesu Kristo. Kwamba huyu ni wangu. Haleluya. Hata mbingu zitakutambua. Ndiposa huwa tunaimba wimbo kusema kwamba atakiri jina langu mbele za Baba yake. Haleluya. Unapolinda wokovu, hata mbingu zinakusaluti ya kwamba huyu ni mwana wa mbinguni. Haleluya. Lakini wakati mwingine tunanena ya kwamba sisi ni wana wa mbinguni, lakini kwa njia moja na nyingine tumejinajisi ama tumeuza haki ya mzaliwa wa kwanza. Naomba Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haki ya mzaliwa wa kwanza ibaki ndanini mwako. Upokee baraka zote za kiungu ambazo Bwana amekuwekea, na pamoja na hiyo katika kipaji cha uso wako Mungu apige muhuri, aseme huyu ni wangu. Haleluya. Hata shetani ajapokuja kukutesa, anaona huo muhuri ya kwamba huyu ni wa Mungu, na lazima anatoweka na anakuacha. Haleluya. Piga Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo leo tunajua kwamba katika hali ya kulinda wokovu kuna muhuri special ambao unawekewa. Ni kweli Yakobo, Esau
mafuta. Haleluya. Kwa kukula chakula cha mbegu na akauvua ile haki ya mzaliwa kwanza akaipatia ndugu yake. Kwa hivyo hata wakati baba yake amemwita, Yakobo aliweza kupokea ile haki. Kwa sababu naweza kusema kwamba kile kama kingekuwa chetu watu wanapewa, angekuwa yeye ndio yuko na kile cheti ama certificate. Haleluya. Kwa hivyo yeye ndio alikuwa na hiyo haki. Nataka kusema kwamba wakati unaonekana mbele za Mungu, bado uko na hii haki ya wokovu tuliopewa na Mungu, ambayo tumeinyakua kupitia kwa kifo cha Yesu msalabani. Haleluya. Ya kwamba iligharimu mtu atolewe uhai kwa ajili ya wewe kupokea hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Ndio maana Mungu anasema, linda sana ulicho nacho, asije mtu akakunyang'anya. Haleluya. Ya kwamba Mungu amekupenda bure. Mungu anakuhesabia neema. Kuna walevi wengi mahali pale nje, kuna malaya wengi mahali pale nje, kuna wachawi wengi mahali pale nje, lakini wewe ukachaguliwa. Haleluya. Wewe ukachaguliwa. Mungu akaja na hiyo zawadi ya wokovu, akasema wewe fulani nakupatia hii zawadi. Haleluya. Amen. Namaliza kusema kwamba wokovu ni kitu cha thamani. Jina la Bwana na Mungu. Kama kuna kitu tumepokea cha thamani, basi ni huu wokovu. Kwa hivyo tujitenganishe na dhambi za sirini, dhambi ambazo tunazijua. Tuzidi kujitakasa kwa damu ya Yesu ambayo imemwagika mahali pale msalabani. Namaliza na mfano mmoja katika Biblia, katika Luka. Kuna watu walialikwa harusini. Walipoalikwa, Biblia yangu inaniambia kwamba